Najisikia tu nikusaga moyo jamani. Sasa unyama unaanza, tunapata bidada ambaye anaitwa Sisi, alikuwa anatoka zake dukani, alafu akawa anarudi mbio, mara akagongana na mwanamume ambaye ni mume wake ambaye anaitwa Semi. Sasa akawa ingiwa na wasiwasi, mume wake akamwambia usijali, niko sawa. Sasa huyu bidada akamwambia utakula, akasema mimi sitakula, nitakula nikirudi kutoka kazini. Bidada akawa yuko speechless. Sasa baadaye alipokuwa amejitayarisha ile ende zake out, akampigia mume wake ili amwombe ruhusa, akamwambia nimekupatia 1 hour kama umerudi nyumbani. Sasa huyu bidada alienda paka kwa rafiki yake pale, wakawa wamehug na nini. Rafiki yake akawa anamuuliza vipi, uko sawa? Mbona unaonekana kama una stress? Lakini bidada akamwambia mimi niko sawa, hata usijali. So akawa anachagua nguo, mara kama amesikia simu inaita, lakini hakuifuatia shule ile, anaenda angalia akapata missed call 10 za mume wake. Alishangaa akamwambia basi mimi naenda, tutapata na siku nyingine. Akuuliza mbona, kwani kuna shida gani? Hapana, mimi naenda zangu nyumbani. Noma sana. Bidada kabidi adichenga. Kufika huko nyumbani akaomba misamaha na, lakini mume wake akamwambia nataka unipikie chakula nile. Lakini bidada akasema basi sasa imefika usiku, bora tu nikukoze kile ambacho ulikuwa nimekupikia asubuhi, ulitaricho maana muda umeenda. Mwamba akasema nataka ukanipikie kipya na usitake kunikera tafadhali. Sasa baada ya kuwa amepika na wamekula, wakiwa kwa chumbani hapa, Mwamba akawa anaongea na mke wake hapa, akimwambia kuwa anataka kesho ampikie chakula kitamu na amraushe. So afu akimpikia chakula apeke paka chakula cha wafanyikazi wa kampuni yake. Bidada akashangaa, mbona sasa mimi nipike chakula cha watu wa kampuni yako? Mbona tena? Ndio mambo gani? Lakini Mwamba akamwambia mimi nimekuwa kwa kazi gani? Hebu usitake kunikera ba. Wanawake, hii ni yenu, nataka unaambia hapo kwa comment venye bidada anafanywa na mume wake ni sawa ama si sawa, na kama ungekuwa yeye ungefanya hivi ama ungefanya? Naambia hapo kwa comment. Sasa asubuhi hapa Mwamba alipokuwa amejitayarisha ile ende zake kazini, akamwambia mke wake ampelekee chakula kwenye gari bana. So bidada kasha mpelekea chakula pale. Baada kwa amempelekea chakula kwenye gari, kuja hapa ameketi hapa, akawa amechoka maana amerauka akafanya kazi ngumu sana. Sasa baadaye alipokuwa anachukua nguo za mume wake ili akafue, alipokuwa sana ingiza kwa mkono kwenye mifuko, mara akapata karatasi fulani. Baadaye mume wake aliporudi akamwekea maji, afa akamuuliza, mume wangu, kwa nini unanisaliti? Umekosa kitu gani kwangu? Lakini mwanaume kuambiwa vile bana alikasirika bana, ukweli wa umma huyo, akajichenga mpaka chumbani. Sasa siku iliyofuata asubuhi, alipokuwa bidada anafanya zake usafi, mume wake akantoka chumbani ili aende zake kazini. Alipomsabai bana hakujibiwa. Mwamba akamcheki huyo, akajichenga. Sasa baadaye jioni bidada bana akarudi bana, akampigia magoti mume wake, tafadhali mangu nisamee. Mwanaume ni mkorofi bana, likamsamee bana, fulika linachekelea tu, shenzi kabisa. Sasa Sisi alienda kumtembelea yule rafiki yake, akawa anaongea pale na nini. Sasa huyo besti yake kawa anamuuliza, mbona basi Sisi usitafute kazi hapa ukafanya bana, maana unaka idol tu nyumbani, hiyo si poa. Sasa Sisi kwamba vile akasema hapana, mume wangu hapendi mimi nifanye kazi, nataka tu niwe mke wa nyumbani, hapendi hivyo vitu hivyo. So akawa ndolia pale. Sisi akapiwa simu na mume akamwambia umebirisha dakika 2 tena, mbona nimekwambia urudi nyumbani, kwa hiyo rudi nyumbani haraka. Noma sana. Sisi akamwoga rafiki yake huko kazini. Sasa yule rafiki yake huyu Mwamba hapa akamwambia, mwanangu, vile unamfanyia mke wako akidachoka utajuta, atakuacha. Mwanangu, mambo yangu hayakuhusu, tafadhali fuata maisha yako ama nikufute kazi. Mwamba kajichenga bana. Huku nyumbani Sisi akawa amemfuata mume wake kumwambia chakula kiko tayari, lakini mume wake bana akamshika, nipe kidogo bana. Najisikia tu nikusaga moyo jamani. Mnaambia hapo kwa comment jamani, kweli si ndo ziko hivi ama ni hii peke yake? Sawa, huyu Mwamba ni mke wake, lakini basi kama ni mke wake anamwingilia bila ridha yake, ndo vitu gani hivi? Sasa bidada yetu baada ya kupelekwa moto asubuhi, aliamka na uchovu, so ikabidi aende zake kutafuta madawa kwenye makemiti. Sasa alipokuwa anatembea akapata na rafiki yake ambao alisoma wote chuoni. Jamani, ni wewe? So Mwamba kashampatia lift pale na nini. So baada ya kupewa lift, baadaye aliporudi nyumbani, mume wake kumbe alikuwa ameona kile kitendo, akaanza kufoka. Yaani kwa hivyo umeanza kutoka na wanaume wengine wa nje. Jamani, yule mtu amenipatia tu lift jamani, mbona unanifikiria hivyo? Lakini kwa hivyo unanifokea. Mimi nakwambia ukweli, unanifokea. Kwa hivyo mtu akiambia ukweli anakasirika, si ndio? Sasa acha tushiveni wataka hayo, si ndio? Acha tuchitiane. Jamaa alipomwambia yule akamsukuma, alafu akawashadichenga. Bidada akawa analia tu. Mwamba nilikorofi kinoma noma. Sasa siku iliyofuata bidada alipokuwa amekaa ametulia, mara mlango wake ukawa umegongwa pale. Alipoenda kufungua ni yule rafiki yake, akashaingia ndani. So akashinda kumzuia. So akawa ameketi pale wanaongea na nini. Huku ofisini Mwamba akawa anatafuta file fulani lakini halioni. So Mwamba huyo rafiki yake akamwambia meeting na file ianze. Jamaa akasema file nimelisahau nyumbani, inabidi nikalichukue. Sema kimeumana. Kuna watu wataenda kufumaniwa. Kwa acha tuone.
Huko akiwa anapiga story na nini, bidada kama amempatia maji mwamba. Kumbe mwamba anakaa mbele kwenye vikao vya wanaume, alikuwa anataka kutumia ile nafasi. Mara wakasikia geti lafunguliwa, bidada kabida kamfiche mwamba. After amemficha akarudi hapa sebuleni. Mume wake akamuuliza, "Vipi, uko sawa?" "Ndio niko sawa mume wangu." "Mbona unaonekana kama una wasiwasi?" "Hapana, sawa mimi nimefuata faili fulani huko ndani." Mwamba akawa ameenda akachukua ile faili, alafu akawa anashukua kitu lakini hakuwa na jinsi, akawa amejichenga. Sasa baadaye mwamba kama amwambia bidada kuwa rafiki yake ana birthday, so anafaa aende pamoja. Bidada akasema sawa tutaenda, lakini mwamba akamwambia, "Unafikiri kulikuwa unaweza kwa ukanikatalia? Una uwezo huo?" Bidada akawa hana la kusema. Yani ile mwamba ile nilikorofi, yani haliwezi kuongea kwa pole na bidada hata siku moja. Haya, baadaye sasa bidada alipokuwa ameng'ara pale akamuuliza, "Mume wangu, vipi naonekana aje, niko sawa?" Kawaida tu." Da, ilo jibu ili mwamba na mbele mwamba nilikorofi. Bidada yako ana la kusema, kabidi tu awe. Sasa baada ile party akama unaona na bidada fulani, kumbe next wake akawa anamkumbatia. Alafu umeng'ara mtoto. Yaani umedamsha hata kumshinda mke wangu. Sisi alipoona na chambo akaona isiwe kesi, akaenda mngoja mume wake kwa gari. Kufika nyumbani sisi akawa anamfokea mume wake. Sasa ndio vitu gani vile kuniaibisha mbele za ex wako? Yaani mimi nimekuuliza nimeonekanaje ukaniambia niko kawaida, lakini ex wako unamsifia. Sasa ndio vitu gani? Kwa hivyo kama hujapendeza nisikwambie. Sasa sio hujapendeza kumshinda. Akamsukuma Dano kwa kana bado anaongea. "Hujui kuvaa, ndio lakini hutaki kuambiwa, wewe hujielewi." Lakini inauma, yani mume wako anasifia mtu mwingine. Tena ni ex wake, alafu anakuambia tu uko kawaida tu, inauma. Baada pale alienda na rafiki yake pale wakapiga story na nini. Huku baadaye tunatoka kwa huyu bidada wetu akiwa amerudi zake nyumbani. So mume wake akamwambia kuwa rafiki yake atakuja. Rafiki yake ni yule ex wake ujue. So unafaa tuandalie chakula. Yaani huyu mwamba ni mkorofi. Yaani analeta paka ex wake nyumbani. Mara akawa mpigiwa simu hapa. Alafu amepigiwa simu hapa jamaa akamwambia naenda pokea simu. Jamaa likaenda paka chumbani likaenda ongea na simu bana. Da. Sasa hiyo siku nyingine ambayo ex wake alipokuwa amekuja naye, walipokuwa wamekula wakaondoka bana. Sasa kashangaa mume wangu ana amefanya nini na ex wake, mbona arudi? Sasa asubuhi bidada after amefika kule jikoni akapata vile vyombo ni vichafu, yani walikula alafu wakaviacha vile vichafu tendo awacha, akasema labda akamerukwa na akili. Sasa mume wake ameenda paka kwa mke wake akawa anamfoka, yani mimi mbona naona vyombo vichafu? Bidada akamwambia tusizoeane, yani wewe vyombo umekula na ex wako alafu mimi ndio nioshe, kwani nimerukwa na akili? Kwa hiyo mimi nikija na ex wangu hapa tukile utanioshea? Mwamba kaona isiwekezi, jamaa likaenda osha vyombo. Baada pale likajipikia, alafu likawa linakula tu pale. Sasa mke wake kufika chini akampata mume wake amejipikia peke yake afa hajampikia. Sasa mpendo mambo gani? Mbona mimi nikipika na kupika paka wewe? Mwamba kwamba vile alikasika tayari likaondoka. Yani ile jamaa hili. Sasa baadaye bidada akaenda paka kwa rafiki yake akakonvince kila kitu chini anapitia kwa ndoa huku akiwa analia. Paka rafiki yake akamwambia basi kwani una mtu wako wa karibu ambaye unaweza ukaenda tulia huko kwa siku kadhaa? Bidada akasema kwa kijijini. Da. Rafiki yake akamwambia basi jaribu kuongea naye hata kidogo, anaweza kukusikiza basi na akabadilika. So after ameambiwa vile na rafiki yake kama amemfuata mume wake hapa, after amfika nyumbani akawa amemkumbatia kwenye mgongo huko akimwomba msamaha, lakini mume wake bado tu akawa anaongea upuzi tu. Bidada bado akawa anaomba msamaha mpaka analia. So mwamba alikamsamehe pale ba. Yani mwamba hili da. Yani mwamba na roho nyingine hata sijui yeye na shetani wana uhusiano. Sasa pale walipokuwa wamekaa pale wanaongea na nini pale, sasa mwamba akawa mpigiwa simu na ex wake. Celestine jamani, na komisi ujue. Afu wajua kwa kumkali michezo ambayo kwa tunafanya kitandani. After amekata simu pale akamwambia mpenzi wake, "Ndio ambaye kwa naongea naye next wangu nakwambia ni namkumbuka sana. Yani ajua afu ni mzuri kukushinda." Yani mwamba hudu. Yani sijui anapenda kumuumiza huyo bidada ndo furahi ama ndo vipi? Maana mimi simuelewi mpaka sasa. Sasa huko kazini alikuwa anaonekana mwenye furaha. Rafiki yake akamuuliza, "Kwani kuna nini?" Jamaa akasema, "Mimi naenda zangu date, naenda kuonana na ex wangu." Rafiki yake akamwambia, "Jamani, si umeoa jamaa? Mbona lakini una mambo hayo mwenye unamfanya mke wako utakuja jutia siku moja akija kuacha mwanamke. Unajua yule mwanamke anakupenda na anavumilia vitu vingi. Asa ngoja siku moja aje kuache ndio utakuja jutia." Kwani mambo nafikiri ilikuwa anaelewa. Baadaye usiku huku nyumbani bidada anampigia mume wake simu, lakini simu zinadunda. Bidada akampigia rafiki yake kumueleza kila kitu. Rafiki akamwambia usijali, atarudi tu nyumbani. Bidada akikosa usingizi, huku jamaa ndo alikuwa anapasha kiporo na ex, unafanya mchezo. Sasa siku iliyofuata asubuhi, mwamba ndo akawa anarudi nyumbani bana. Akamwambia mke wake, "Vipi, mbona umelala hapa? Mimi nilikuwa nakungoja wewe." Mwamba akamwambia alikuwa ni mambo ya kiofisi. Bidada akamwambia, "Lakini natumaini umetumia kinga." Sababu sitaki uniletee magonjwa nyumbani. After ameongea vile bidada akawa amejichenga huku ofisini. Mwamba kama mwita rafiki yake akawa ameanza kufoka. Yani mwamba umeona ukanchomesha kwa mke wangu, si ndio?
Ndio mambo gani mwanangu unaushikaji kidole sasa? Mambo gani sasa? Huku nyumbani tunapata sisi alikuwa ameshikwa na maumivu fulani mpaka akawa na bleed. Sasa ikabidi aende zake hospitali la kujua ana shida gani. Baadaye akawa anamngojea mume wake bana kwa hamu na gamu. So mume wake after amefika ameingia ndani akamuuliza mke wake, "Mbona naona mizigo yako iko kwenye gari, kuna nini?" Bidada akawa ametoa karatasi fulani hapa kama amempatia. Mwapo kucheck hivi bana akapata mke wake ana UTI. Na mke wake akamuuliza, "Alafu mimi kuna siku hata moja nimewahi kuchiti. Unaweza kuniambia ugonjwa mimi nimepata pataje?" Mwamba akawa anataka kumuelezea lakini bidada akasema, "Mimi siwezi kana mwanaume ambaye ni msaliti, utakuja kuniua na ukimwi." Da, bidada akachukua vitu vyake hapo akawa amejichenga. So akawa ameenda paka kwa yule rafiki yake pale na akawa ameonyesha room ambayo atakuwa anakaa kwa hizo siku ambazo atakuwa yuko pale kwa rafiki yake, huko rafiki yake akamwambia umefanya uamuzi mzuri. Acha tuende kwa mwamba wetu mkorofi kutuone kama anapitia nini, dawa inamuingia mavipi. So akawa na stress, rafiki yake akawa anakuja, "Mzo kuna nini?" Jamaa akamwambia, "Mke wangu ameondoka." Ameondoka? Kwani umemfanya nini tena? Vile alikuwa anakuvumilia akaondoka hivi hivi, kuna kitu umemfanya. So ndio mwamba akawa amempatia hiyo karatasi kwa amemwambukiza UTI. Jamaa akasema, umeona sasa? Lakini mimi mwanangu na misi. Rafiki, una misi vipi? Hiyo ndio tamani ya mtu inaonekana pindi anapoondoka. Kwa hivyo tulia, dawa ikuingie pole pole. Sasa huku tunatupo kwa bidada yetu akiwa anaongea na rafiki yake pale, akamuuliza, "Sasa una plan gani mpaka sasa?" Bidada akasema, "Mimi nataka niende zangu Abuja nikarest kwa mwaka mmoja." Huyo rafiki akamwambia, "Kule kuna familia yangu, so ukienda huko nitaongea nao, utakuwa unakaa huko." Rafiki yake akasikia raha sana na akamshukuru rafiki yake kwa kila kitu. Sasa movie ndio tupa siku iliyofuata tunampata bidada yetu akiwa ana yule rafiki yake alikuwa ameenda muaga kuwa anaondoka. So after pale akawa amemuhagi na akawa ametoka huko, jamaa tu mwendo wa stress tu. Haya, movie ndio tupo huko kwa bidada yetu hapa akiwa amejiandaa anasafiri kwenda zake Abuja kama vile alikuwa amesema. Huku mwamba tu ni asikwambie mtu tuambie tamu. Ase bia mitungi bia. Yani ni mwendo wa Mario tu kuchwa, yani jamaa tu ni mwendo wa mitungi tu. Rafiki yake ndo akawa ndo ni msaada wake, jamaa akawa amekuwa kama chiso. Baada ya mwaka mmoja baadaye bidada yetu ndo akawa amerudi kutoka zake Abuja pale, akawa anabuka na rafiki yake pale na nini. So rafiki yake akamwambia, "Jamani, mume wako venye amekuwa siku hizi, ukimwona hata utamstikikia." So after pale bidada ndo kama mpeleko kwa mume wake. Mume wake siku hizi amekuwa mtu mkota makopo, yani hajielewi kabisa. Da, after pale bidada akasema, "Mimi nataka niende kwa mume wangu." Rafiki akamwambia, "Sawa, itakuwa amejifunza sasa hivi." So bidada after amefika pale akaenda akawa anamuita mume wake. Yani ndoto natamani ingekuwa kweli. Kuangalia vile kumbe ni mke wake kweli. Jamaa pale ndo akapiga magoti pale akawa anamuomba mke wake msamaha, ambia, "Nimejifunza kwa vile nimekuwa mbali na wewe, nimejua tamani yako, please nisamee." Bidada pale akamsamea, maana bidada alikuwa anampenda sana mwanaume. Sema mwanaume ndio alikuwa anazingua. Na hapa ndio unakuwa mwisho wa unyama. Na imani umejifunza sana. Kama wewe ni mwanaume afu na tabia hizi, chunga. Ukikosa mwanamke kama huyu sisi, basi ukiachwa unaachwa kabisa. So sasa kusubscribe na kuturn on notification bell ili wa kwanza kupata kila movie nitakayoposti. Tukutane katika movie zingine. Ciao.